Yes, bwana mtazamaji wetu wa Bea TV. Bwana, mambo vipi? Mambo ni aje? Karibu sana tena sana katika channel yako bora sana, katika channel ambayo inakupa update na habari mbalimbali za kimichezo na burudani kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Hapa ndipo sehemu sahihi, mara sahihi kabisa pa kupata update na habari mbalimbali za kimichezo na burudani, ikiwemo tetesi za usajili. Hapa ndipo ambapo unapata tetesi ambazo zina ukweli ndani yake, tetesi za usajili. Na hapa kubwa zaidi tunaenda kuzungumzia kuelekea kwenye dirisha kubwa la usajili, dirisha ambalo linatarajiwa kufunguliwa Februari, mwezi wa 7, kwenye dirisha la kiangazi, kwenye msimu wa kiangazi, ambapo vilabu mbalimbali kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania vimeanza sasa kufanya utafiti na kutafuta wachezaji ambao watakuja kuwasajili kuelekea kwenye dirisha la kiangazi, yani kuelekea msimu ujao wa 2025 2026. Young Africans wapo kasi kweli kweli, wapo mwendo wa speed kweli kweli kuhakikisha wanasajili wachezaji ambao ni wazuri, kuhakikisha wanasajili wachezaji ambao ni bora, ili waje kuongeza nguvu katika kikosi chao kuelekea msimu mpya wa 2025 2026. Engineer Hersi Said amewaahidi na kuambia mashabiki wa Dar es Salaam Africans pamoja na Garib Said Mohamed maarufu kama GSM kwamba watahakikisha wanasajili wachezaji ambao ni wazuri, watahakikisha wanasajili wachezaji ambao ni bora, ili waje kuongeza nguvu katika kikosi chao katika kuelekea msimu mpya wa 2025 2026. Hii yote ni project kuhakikisha wanafanya vizuri katika michuano ya kimataifa, michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu Young Africans mpaka hivi sasa tayari imekata tiketi kuelekea michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Na furaha ya wananchi ni kuelekea msimu ujao kuhakikisha wanapata furaha tofauti na msimu wa 2024 2025, ambapo wananchi Dar es Salaam Africans waliweza kuishia katika hatua ya makundi, kitu ambacho kiliwapa stress viongozi, kiliwapa stress mashabiki wa Dar es Salaam Africans, lakini pia na wachezaji kwa ujumla, kwa sababu project yao ilikuwa sio kuishia hatua ya makundi, bali ilikuwa ni kuendelea, ni kuvuka hatua ya makundi na kutoa hatua robo finali na kuendelea mpaka nusu finali hadi finali. Hivyo Engineer Hersi Said amewahakikishia wananchi kwamba watahakikisha wanafanya usajili ambao ni mzuri, kuhakikisha wanafanya usajili ambao ni bora kweli kweli, ili waweze kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa. Cha msingi usisahau kubonyeza neno subscribe hapo chini, lakini pia kubonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho, lakini pia kupata updates na habari na kupata notification kila mara tupandishapo video zetu kupitia channel bora sana, kupitia channel ya Bea TV, kwa sababu hapa ndipo sehemu sahihi pa kupata updates na habari za kimichezo na burudani kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mchezaji namba 1, ambapo hapa tunaenda kutazamia wachezaji 6 ambao watatua katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Africans. 3 tayari shakuwa confirmed, lakini wengine 3 ni kama wapo bado kwenye mazungumzo kuhakikisha wanatua katika kikosi hicho cha wananchi Dar es Salaam Africans kuelekea kwenye dirisha la kiangazi, kwenye msimu wa joto kuelekea msimu ujao 2025 2026, msimu ambao wananchi Young Africans wamesema kwamba kufa na kupona kuhakikisha wanafika hatua ya nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mchezaji nambari 1 ni huyu hapa, mchezaji ambaye anaitwa Arthur Bada, mchezaji ambaye amenunua tayari ana uraia wa Tanzania, licha ya kuwa ni raia wa Ivory Coast, lakini tayari ana uraia wa kigeni, ambapo hivi sasa anatambulika kama raia wa Tanzania. Mchezaji ambaye anakipiga kunako kikosi cha Singida Black Stars. Young Africans tayari imemalizana na mchezaji huyo Arthur Bada, ambaye amekuwa na kiwango bora, ambaye amekuwa na kiwango kizuri kweli kweli kwenye msimu huu wa 2024 2025, ambapo mchezaji huyu kabla hajatua kwenye kikosi cha Singida Black Stars alikuwa akikipiga kunako kikosi cha Aseki Mimosa. Hivyo Young Africans ikavutiwa na kiwango chake, ikavutiwa na ubora wake, ikavutiwa na huduma yake, na kuamua sasa kuingia kwenye makubaliano, kuingia kwenye mazungumzo, na hivi sasa mambo ni mazuri, mambo yote ni clear. 88% mchezaji huyo tayari ni mchezaji wa Dar es Salaam Africans kimazungumzo, kwa sababu mchezaji huyo amekubali kusaini mkataba na kikosi cha wananchi Dar es Salaam Africans mara tu baada ya msimu huu kumalizika. Narudia tena, Arthur
Arthur Bada tayari ni mchezaji wa Dar es Salaam Africans kimazungumzo na sio kimkataba. Kilichobaki hivi sasa ni kusubiria msimu huu umalizike, mchezaji huyo Arthur Bada aweze kusaini mkataba mpya kwenye kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Ubora wake, kiwango chake kimewavutia viongozi wa Young Africans mpaka kumsajili kuelekea msimu mpya wa 2025 2026. Lakini pia mchezaji wa pili mwingine ni huyu hapa kutoka tena Singida Black Stars. Nadhani wengi mnamfahamu, nadhani wengi mnamjua, Seka Wabole, mwamba ambaye ametua kwenye kikosi cha Singida Black Stars kwenye dirisha dogo la usajili, mwamba ambaye ameweka jina kubwa, mwamba ambaye ameweka historia kubwa ndani ya miezi 6, ndani ya miezi 5 tangu atue kwenye kikosi cha Singida Black Stars. Ameonyesha kiwango ambacho sio cha kawaida, kiwango kikubwa kweli kweli, kiwango bora kweli kweli, na huyo sio mwingine ni Jonathan Soa. Jonathan ambaye amekuwa na kiwango bora sana, Jonathan ambaye amekuwa na kiwango kizuri mpaka hivi sasa. Jonathan Soa kwenye orodha ya upachikaji wa mabao, yani wachezaji ambao wameongoza kufunga mabao kwenye ligi kuu ya NBC Premier League ni Jonathan Soa, ambaye hivi sasa yupo nafasi ya 5, ambaye amefanikiwa kufunga mabao 12. Licha ya mchezaji huyo kutua dirisha dogo la usajili mwezi Januari, lakini ameonyesha kiwango kisicho cha kawaida, kufanikiwa kufunga mabao 12 katika msimamo wa wafungaji bora wa NBC Premier League, ambaye anaongoza ufungaji bora akiwa ni Jean Charles Ahoua ambaye ana jumla mabao 15, tofauti ya mabao 3, ambapo wengine wote wameanza msimu kabisa, wameanza msimu tangu msimu uanze 2024-2025 wameanza nao, lakini mwamba huyu ametua katika dirisha dogo la usajili, ameonyesha kiwango kizuri sana, ameonyesha kiwango bora sana mpaka viongozi wa Dar es Salaam Africans wakaamua sasa kumsajili rasmi, ambapo wiki iliyopita Engineer Harris Said alikuwa akifanya mazungumzo na klabu na uongozi wa klabu ya Singida Black Stars kuhakikisha mambo huyo anatua kunako kikosi cha wananchi Dar es Salaam Africans. Mpaka hivi sasa mambo ni vizuri, mambo ni bie, na chaguo kubwa sana kwa Jonathan Soa ni kutua katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Africans. Licha ya vilabu mbalimbali kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania kutuma offer au kutuma offer ya kumtafuta mchezaji au kutaka saini ya mchezaji au kutaka huduma ya mchezaji huyo, lakini yeye amesema kwamba klabu ambayo anaipa pendekezo namba 1 ni Young Africans Sport Club kutoka Kariakoo, Dar es Salaam, Tanzania. Jonathan Soa ambaye alikuwa na windwa na Young Africans kwenye dirisha kubwa la usajili iliyopita, lakini mambo hayakwenda vizuri, mambo hayakwenda poa kweli kweli. Hivyo hivi sasa muda wote kuanzia hivi sasa msimu huu kumalizika, basi mambo huyo atasaini mkataba katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Na mchezaji mwingine wa 3, mchezaji ambaye ni wa kuchungwa kweli kweli, mchezaji ambaye amekuwa na kiwango bora kweli kweli, mwamba kutoka Angola, mwamba ambaye amekuwa na kiwango kibora sana, mwamba ambaye ana umri hivi sasa, alizaliwa tarehe 10 March 2001, hivi sasa ana umri wa miaka 25. Hivi sasa na umri wa miaka 25, mwamba kutoka Angola, mchezaji wa zamani wa Orlando Pirates, lakini hivi sasa yupo katika kikosi chake cha zamani Petro Athletic de Luanda. Young Africans ipo kwenye mazungumzo ya kina kweli kweli kuhakikisha wanapata saini au huduma ya mchezaji huyu ambaye anaitwa David Oliviera Roberto, ambaye Gilberto ambaye amekuwa na kiwango bora sana, licha ya kutokuwa na kiwango kizuri kipindi yupo na kikosi cha Orlando Pirates, lakini hivi sasa ameonekana sasa kurejea tena kwenye mfumo wake, kurejea tena kwenye kasi yake ambayo alikuwa nayo mpaka kikosi cha Orlando Pirates kuvutiwa naye akiwa kwenye kikosi cha Petro Athletic de Luanda ambaye inashiriki ligi kuu ya Angola. Mwamba ambaye amekuwa na kiwango kizuri hivi sasa tangu atua katika kikosi hicho cha Petro Athletic de Luanda, na Young Africans kuamua sasa kurejea tena, kwa sababu hii sio mara ya kwanza Young Africans kuhitaji huduma ya mwamba huyo Gilberto Vieira ambaye anakipiga kunako kikosi cha Petro Athletic de Luanda, mwamba wa raia wa
Angola. Na ikumbuke kwamba msimu uliopita kwa dirisha kubwa la usajili Young Africans ilikuwa inapambana kuhakikisha wanapata huduma ya mchezaji huyu, lakini mambo hayakwenda vizuri, mambo hayakwenda poa kweli kweli, na baada ya mchezaji huyu alitaka wakala wa mchezaji huyu alitaka fedha ndefu. Ila hivi sasa mchezaji huyu ameweka wazi kwamba bora nipunguze mshahara lakini niweze kutua katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Lakini pia mchezaji mwingine ni huyu hapa mwamba ambaye ni hatari kweli kweli, raia wa Mali. Ni kwamba Young Africans wamejitosa kwenye vita nzito kweli kweli ya kuinasa saini ya kiungo wa chini kabisa, yani holding midfielder wa Djoliba ambaye anashiriki ligi kuu ya Mali, ambaye anaitwa Daba Benoite Diakite, ambaye ana umri wa miaka 21, mwamba kutoka Mali, kijana mdogo kabisa, kijana ambaye amekuwa na kiwango bora sana, kijana ambaye amekuwa na kiwango kizuri kweli kweli. Diakite ni bidhaa ya moto kweli kweli kwa sasa Afrika, na Young Africans wanamuona ni mrithi sahihi wa Dr. Khalid Aucho. Kiungo huyo amebakiza mkataba wa mwezi mmoja na Djoliba, hivyo mwezi ujao, yani ina maana mwezi huu ataondoka kama mchezaji huru kwenye kikosi hicho cha Djoliba. Ni kwamba msimu uliopita Manchester United walituma scouti wao kumtazama Diakite. Benfica Lisbon kutoka Ureno nao walifanya hivyo, na huku Afrika Kaizer Chiefs lakini pia na Esperance de Tunis wanamtaka kiungo huyo kwa kasi kweli kweli. Diakite anawataka Young Africans kuweka kipengele cha kumuuza mara moja endapo atapata ofa nzuri kabisa, ofa nono kutoka Ulaya, au sio bwana? Kwa hiyo wakala wa mchezaji huyo Diakite anajuana sana na viongozi wa Young Africans, na kwa miaka ya hivi karibuni Young Africans waliosajili wachezaji wake wa 4 tofauti kabisa. Ni kwamba remember me the name of Diakite, mwamba atatua katika kikosi hicho cha wananchi Dar es Salaam Africa, kwa sababu Young Africans hivi sasa wanatafuta mchezaji ambaye atakuja kudhibiti na kuongeza nguvu katika safu ya kiungo, kwa sababu Dr. Khalid Aucho kadri siku zinavozidi kwenda ni kwamba pressure, pumzi, uzito unazidi kuongezeka, lakini pia kiwango kinazidi kushuka kwa sababu umri umeenda, kutokana na mchezaji huyo kuonesha makubwa kwenye soka la Tanzania. Lakini Mungu sio Asumani, kadri siku zinavozidi kwenda umri unazidi kwenda, pressure ile temper unazidi kupungua uwanjani. Hivyo Young Africans imeona kwamba mashine ya kazi Daba Benoite Diakite ambaye na umri wa miaka 21 anafaa kabisa kuja kuongeza nguvu katika eneo la kiungo kabisa. Mwamba huyo ambaye Manchester United lakini pia Sporting Lisbon wao pia walituma mawakala wake kuja kumtazama mchezaji huyo kama anaweza akafaa kutua katika vikosi hivyo. Na kama vile kwamba Manchester United ni moja klabu kubwa sana duniani, lakini pia moja klabu kubwa sana barani Ulaya, lakini pia Sporting Lisbon kutoka Ureno nayo ni klabu kubwa kulikweli. Lakini pia kama nilivyokuambia hapa kwamba Kaizer Chiefs lakini pia na Esperance de Tunis nao walikuwa wanapambana kuhakikisha na nasa saini hiyo ya mchezaji huyu, lakini mchezaji huyu yeye ana chaguo lake namba 1 ni kutua katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Lakini pia mchezaji mwingine ni huyu hapa, mashine ya kazi, na huyo sio mwingine ni mambo kutoka Burundi, Jean Claude Girumugisha. Narudia tena, Jean Claude Girumugisha ambaye ana umri wa miaka 21, kijana mdogo kabisa, kijana machachari kweli kweli, kijana ambaye amekuwa na kiwango kizuri sana, kijana ambaye amekuwa na kiwango bora sana akiwa na kikosi cha Al Hilal Omdurman ya Sudani ambayo inashiriki ligi kuu ya Mauritania hivi sasa. Kutokana na performance ambayo aliweza kuionyesha katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kutokana na kiwango chake bora sana ambacho alikionyesha katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, vilabu vingi kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania vinapambana kuhakikisha vinapata huduma yake ili mwamba huyu aweze kutua katika vikosi vyao kuelekea msimu ujao wa 2025-2026. Lakini nilikwambia tu kwamba nguvu, ushawishi wa kiongozi bora Rais Engineer Hersi Said unamfanya mchezaji huyo kuvutiwa sasa kutua katika kikosi hicho cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Na ukakasi hivi sasa ulipo ni kwenye kikosi cha Al Hilal Omdurman, kwa sababu na klabu ya Al Hilal Omdurman inapambana vilivyo kweli kweli, inapambana kwa kiasi kikubwa kweli kweli kuhakikisha
wanabakiza mchezaji huyo, lakini pia Ulaya vilabu mbalimbali vinahitaji huduma yake, lakini chaguo nambari moja Jean-Claude Girumugisha ameamua sasa kutua kabisa, kutua kwa majirani zao ya Dar es Salaam Young Africans. Huyu ni raia kutoka Burundi, na kama nilivyokuambia hapa awali kwamba mchezaji huyu alikuwa na window na vilabu mbalimbali, na huyu na ameipendekeza Young Africans kwamba chaguo lake namba moja ni kutua katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Young Africans hivi sasa kitu cha kwanza kilichobaki ni kuhakikisha wanamalizana na Al Hilal Mdomani, kwa sababu mchezaji huyo yeye tayari ashaweka confirmed kwamba anataka kutua katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans kutokana na performance yake bora, kutokana na kiwango chake kizuri sana ambacho amekuwa nacho, na sasa uongozi wa Young Africans upo hatua za mwishoni kabisa kukamilisha dili la mchezaji huyo Jean-Claude Girumugisha, kijana mdogo kweli kweli kutoka Burundi. Majirani kabisa, Tanzania na Burundi ni majirani kabisa, hivyo kijana ameamua sasa kuchagua majirani kuja kuchezea karibu na nyumbani, kwa sababu Young Africans ni klabu kubwa, kwa sababu Young Africans ni klabu bora na inataka mafanikio makubwa. Hivyo uongozi wa Young Africans upo bumper to bumper kuhakikisha wanasajili wachezaji ambao wana profile kubwa, wachezaji ambao wana kiwango kizuri, wachezaji ambao wana kiwango bora sana kama Jean-Claude Girumugisha, Jean-Claude Girumugisha, lakini pia bila kumsahau Jonathan Soa, kuhakikisha na wengine kuhakikisha wanakuja kuongeza nguvu katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Hii ni kuelekea msimu ujao wa 2025 2026, kwa sababu malengo makubwa ya viongozi wa Dar es Salaam Young Africans ni kuhakikisha wanafanya vizuri kabisa kuelekea msimu ujao wa 2025 2026, tofauti na msimu huu 2024 2025 ambapo waliweza kuishia kwenye hatua ya makundi, kitu ambacho hakikuwa kwenye malengo yao, kwa sababu malengo yao ni kufika hatua ya nusu finali hata finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Usajili wa kutikisa, usajili ambao hivi sasa unasubiriwa kwa hamu, kwa sababu nao Simba tayari wameshatanguliza mguu mmoja kuhakikisha wananasa saini ya mchezaji huyo, lakini mchezaji huyo kama nilivyokuambia hapa awali kwamba pendekezo lake namba moja au chaguo lake nambari moja ni kutua katika kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Ushawishi wa Engineer Saidi, lakini pia wakara wa mchezaji huyo kwamba uko karibu, wakara wa mchezaji huyo ni kwamba ana ukaribu sana na undugu, lakini pia na urafiki mkubwa sana na Rais Engineer Hersi Said. Hivyo ushawishi wake ni mkubwa, na tayari mambo hivi sasa, kuanzia hivi sasa mambo yatakuwa done deal au here we go. Lakini pia mchezaji mwingine hatari kweli kweli, mchezaji ambaye anawapa pressure vilabu mbalimbali, Simba Sport Club, Azam FC, Kaizer Chiefs, lakini pia na vilabu vingine kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania kutokana na kiwango chake bora sana. Nikwambia tu kwamba Faisal Salum Fetul Abdalla kwenye mchezo wa Tanzania dhidi ya South Africa kila shabiki alikuwa akimuimba mchezaji huyo kwamba Faisal ndiye mchezaji ambaye ni hatari katika kikosi cha Tanzania Taifa Stars, na kutokana na mchezaji huyo na mchezo huo uliopigwa huko Afrika ya Kusini. Hivyo nikwambia tu kwamba Faisal Salum Fetul Abdalla mpaka hivi sasa ni kwamba mambo ni mazuri kweli kweli, mambo ni bora sana. Na hivi sasa wiki iliyopita Engineer Hersi Said siku ya Alhamisi siku ya Ijumaa alikuwa akizungumza na mama yake mzazi kuhakikisha wanaweka mambo vizuri, kuhakikisha wanaweka mambo poa kweli kweli, ili Faisal Salum Fetul Abdalla aweze kutua katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Azam FC wanapambana kuhakikisha mwamba huyo anaongeza mkataba, lakini mwamba huyo ameonekana kutokuwa tayari kabisa kuendelea kubaki katika kikosi cha wana lamba kutoka Chamanzi Azam FC. Bali Faisal Salum Fetul Abdalla anataka kutafuta changamoto katika vilabu vingine, hasa vilabu ambavyo vinashiriki michuano ya kimataifa, michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba nao wanapambana kuhakikisha wananasa saini yake, lakini Faisal njia ni moja tu, amechagua Dar es Salaam Young Africans kuhakikisha anaichezea kuelekea msimu ujao wa 2025 2026. Ushawishi mkubwa wa Engineer Hersi Said, kiongozi au rais ambaye amekuwa na nguvu kubwa kweli kweli, rais ambaye amekuwa na ushawishi mkubwa kweli kweli, umemfanya Faisal Salum Fetul Abdalla
kuvutiwa sasa kurudi tena nyumbani, kuvutiwa sasa kurudi tena katika viunga ambavyo vimeweza kumkuza, viunga ambavyo vimeweza kumpa jina kubwa Dar es Salaam Young Africans. Ushawishi wa Injinia Hersi Said kwa Faisal umekuwa ni mkubwa, na mchezaji huyu ameweka wazi kurejea tena katika kikosi hicho au katika mabingwa hao watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara Young Africans, kuhakikisha anakuja kuziba pengo la Stephane Aziz Ki the Master Key Mwamba kutoka Ouagadougou. Hii ni Bea TV, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho, lakini pia usiache kusubscribe, kushare pia na kucomment ili uweze kwanza kupata updates na habari mbalimbali za michezo na burudani, lakini pia kutufuatilia kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ikiwepo Instagram, Facebook, Twitter au X kwa jina la Beatus Emmanuel_TZ. Nikutakie wakati mwema.